Kuna tatizo gani? Uko sawa mwanangu? Mimi niko sawa mama. Kweli? Ndio. Msubiri. Mwache mtoto. Unajua sasa ni usiku sana. Ramya, uko sawa mama? Ndio. Basi lala. Niambie mke wangu. Kitu gani kinachokusibu? Mke wangu. Mume wangu, nina mazungumzo na wewe. Mazungumzo gani hayo kila siku? Sio suluhisho. Hivi mume wangu, haya mambo yanaendelea yataisha lini? Sikia, mambo ya ndani wewe hayakuhusu. Na nikiasikia nje nitakufukuza huko ndani. Utanifukuza huko ndani? Unamaanisha nini? Ikiwa hii nyumba tumejenga mimi na wewe, unawezaje kunifukuza? Shh. Mama. Sina kuuliza. Kitu gani kinachokusibu? Umeota au? Umeota ndoto mbaya? Nieleze basi nijue. Sasa nitajua nini kitu gani kinachokusumbua pasipo kunieleza. Mbona unanichanganya? Okay, basi tuliza pressure. Tuliza pressure basi. Kuwa sawa. Ananiambia. Una tatizo gani? Ina maana hauwezi kuniambia. Eti hauwezi kunieleza? Okay. Basi naomba basi utulize Mungu. Please. Niambie basi kitu gani kinachokusumbua? Ina maana hauwezi kunieleza? Okay, basi naomba ushushe pressure. Kisha tulale, maana ni usiku sana. Mauza. Mungu ndo anayejua. Hivi yule kaka mimi ananitafuta nini? Nikimpigia simu hapokei. Nikimtumia message hajibu. Hela yangu amekuja hapa mikono nyu. Marahaba. Hapa mimi sijaja kwa maneno mengi. Nilichokuja kufuata ni kodi yangu tu. Nimekusikia baba. Na kudai kodi yako ni haki yako.
ila leo umekuja siku mbaya, sina kitu mwanangu. Nilikuwa nakuomba unipe siku 2 tu, nitakupa hela yako. Siku 2? Sasa sikiliza, mimi sikupi siku 2, nakupa siku 3. Ukiona imefika siku ya 3 nimekuja hapa, sitaki tena maneno. Nitakachohitaji ni kodi yangu tu. Nadhani umenielewa. Sawa, nimekuelewa. Cha mtu mavi, ukikiona kiteme mate, toa hela ya watu mapema hata kama hivi mimi naumbuliwa namna hii. Nini sasa? Karibu shemeji. Karibu sana, tunaona tunapata maji hapa sasa hivi. Ni kweli, maana jua kali, maji muhimu kwa afya. Sasa shemeji, mimi sije kuchelewa. Kama nilisema kwa bibi tu mara moja. Shemeji, jambo kubwa ni kile sana mdogo wako. Kwa anjani kubwa sana. Mtihani hiyo ambapo hata mdogo wangu akuniambia kama hana mtihani. Yaani mtihani sio kama yeye ndiye anipata, bali yeye ndiye anafanya watu wawe na mtihani mzito kwenye ulimwengu. Shemeji, mdogo wako anaudauza na vitu ambavyo yeye anavyo ambavyo si vizuri kijamii. Anaonyesha watu kwa nyumbani. Yaani nimechoka, nilikuwa mimi kila sehemu nafanya kazi ya kuzungumza na kuongelewa vibaya. Wewe naomba umuite mwambie tabia zile aziache. Maana tabia nzuri ili kijamii. Anahusisha watu wa amani kila siku, wanakuja na wanakuja na kuondoka. Hivi tutaishi maisha yangu mpaka lini? Unasemaje? Mbona una mawazo? Afu tena nimekumbuka. Kodi ya nyumba imeisha bibi, nyumba inatusumbua ndani. Wewe nikatazalilika. Mtoto mdogo napenda kujihusisha mambo yasio kuhusu. Kama fokoriko. Unadhalilika kitu gani? Unadhalilika wewe, unadhalilika mimi mtu mzima. Wewe mtoto mdogo, kinachokudhalilisha kitu gani? Hata ziwa haja kutoka kwenye mdomo wako unavonuka. Una ukubwa gani wewe wa shingo huja kutoka mpaka ndio kaseme mimi bibi nitadhalilika. Udhalilike nini? Au unajishauri tu ufuatilia mambo watu wazima? Mimi sipendi kama nini. Na sitaki kwa unajihusisha. Haya ndio alikuwa anataka mamako. Mimi mama watu nizalilike, si ndio? Shika. Simu nimekupa hiyo. Mpigie mama yako. Na umwambie ukweli, tunadaiwa. Hatuna raha ya maisha ndani. Arusha hiyo hela tulipe kodi. Sasa sio nakwambia hivyo, baadaye unapiga simu mnaanza kuongea mambo ya mapenzi ya mama. Sitaki. Sijui umenielewa? Ole wako, unanijua vizuri. Nikuuliza umempigia mama yako na ndio nini? Wewe. Upige hapo na tumelala hiyo wewe. Ndio tufanye tunadhalilika kuzungani ndaki. Na mimi hata sipigani, ndo kwanza nacheza game.